Ndivyo hali ilivyokuwa nyumbani kwa Albert Ojwang, Malindi, ukanda wa Pwani. Majonzi na simanzi litanda kote, huku familia, majirani na marafiki wakiunganika kwa ajili ya maombi na sala wiki moja baada ya kifo cha Albert. Kusema lela ukweli tunaumia roho wana Kilifi. Manake ni kama ile kupoteza hot cake. Tumepokonywa nyama mdomoni. Na huzuni kubwa toka nisikie kifo cha kijana huyo ambaye alikuwa hana matatizo na mtu. Alikuwa hana shida na mtu kabisa. Kwa sababu nilimjua akiwa bado ni mdogo. Nilishangaa sana na kifo. Stephen Odhiambo ambaye ni rafiki yake Albert ni mwingi wa majonzi, akikumbuka maisha yao akiwa chuo kikuu walipokuwa wakiishi kama mandugu. We are not happy at all. Kwa sababu the death of Albert imeacha mwanya kubwa sana. Moso as a brother tulibaki naye wawili tangu mzee aende nyumbani. Ile during ile time ya corona mzee alienda nyumbani. Sasa tulibaki kama ni wewe, yeye na mimi. Kama kuna issue tulikuwa tunasolve na yeye watu wawili. Wanakijiji haombolezi tu kifo chake kama mwalimu, bali mtu aliyekuwa na malengo na tumaini kubwa kwa siku za usoni. Kifo chake ni pigo kubwa zaidi, maana alimchukua Ojwang kama mmoja wao hata kufadhili masomo yake. Tulikuwa tuko na matumaini, nyota yetu imeng'ara, at least watu wa Pwani nao wanajulikana nao ni wasomi. Hivi tumerudishwa nyuma. Tunalani hicho kitendo kilichofanyika. Tunakilani sana kabisa. Na tumeona kwamba waliokamatwa ni kidogo na ni wengi wahusika. Tunaomba serikali ya Kenya wote walioshiriki hicho kitendo wakamatwe na haki itendeke. Tunataka haki ya mtoto wetu. Ombi langu ni kwamba wale mapapa wakubwa waweze kushikwa, ndio roho zetu sisi wana Kilifi zitulie. Nyumbani kwa Albert, kaunti ya Homa Bay, vilevile kuliandaliwa hafla ya kitamaduni kama njia ya kuomboleza mwanao. Huku uchunguzi ukiendelea kufanyika kuhusiana na kifo cha mwanablogu na mwalimu Albert, shinikizo linazidi kwa huduma ya polisi, idara ya upelelezi DCI na IPOA kufanya uchunguzi kwa kina, hali ambayo imesababisha naibu inspekta mkuu Jenerali Eliud Langat kujiondoa ili kupisha uchunguzi kufanyika. Nikiripotia habari za Mtume Radio, jina langu ni Obarasa Ignatius.